Na mtazamaji, umetoka kutazama habari za kitaifa na kimataifa, na sasa ndio ule wasaa kuangaza yaliyojiri kwenye viwanja vya michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Kuelekea mchezo wa dabi ya mashabiki wa Simba na Yanga siku ya Disemba 21, wasemaji wa timu zote mbili, Ahmed Ally pamoja na Ali Kamwe, wamejumuika kwa pamoja kuwataka mashabiki wajitokeze kwa wingi kwenye uwanja wa KMC Complex ambapo kutakuwa na burudani mbalimbali. Na mchezo utawaingiza mameneja wa idara ya habari na kueleza kuwa umeandaa tamasha la mashabiki wa Simba na Yanga Jumapili Disemba 21 kama sehemu ya kudumisha utani wa jadi, na mechi hiyo umeifanya kuingiwa wao bure. Hakuna kiingilio jamani, ni bure, ni wewe na miguu yako tu. Na tumefanya kiingilio bure ili kuwashawishi ndugu zetu wa Yanga washawishike kule, kwa sababu hata tungesema shilingi 500 bado wasingekuja. Kwa walau tumetaja hii bure ili tupate ushiriki wao wa kuja. Sisi ni ndugu na jamaa, tunatoka katika mitaa inayofanana, tunatembea pamoja, na waliopata bahati wenzetu wa Yanga wameoa pia upande wa Simba. Tukipanda mbegu hii ya utani wa jadi, tunaamini wewe baba ambaye ni shabiki wa Yanga, wewe baba, wewe mama, wewe mlezi ambaye ni shabiki wa Simba, utakuja pia uwanjani na familia yako. Mtoto wako ukimbeba kuja naye KMC Complex siku ya Jumapili, unakwenda kupanda mbegu nyingine nzuri ya utani wa jadi wa Simba na Yanga kwa miaka mingi zaidi huko mbele. Tupo kizazi hiki, lakini kuna kizazi kingine kitakuja baada ya sisi, kinatakiwa kione sura ya utani, sura ya urafiki na sura ya upendo baina yetu. Vijana wameiomba jamii kuipa kipaumbele michuano inayofanyika mitaani, wakieleza kuwa ina mchango mkubwa katika kuibua na kuendeleza vipaji pamoja na kuepusha vijana na tabia hatarishi kama uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Michuano kama hii maarufu Ndondo Cup katika ngazi ya jamii imekuwa ikijizolea maarufu mkubwa katika miaka ya hivi karibuni. Vijana wanadai kwamba ni jukwaa muhimu la kutimiza ndoto zao, kwani hawawezi kufika bila kuanzia huku chini. Michezo kama hii inanisaidia kwa kupata watu mbalimbali, sababu unapocheza hapo huwezi jua mtu ambaye yupo nje naye kuangalia. Mazingira kama haya yananisaidia kwa sababu ukiangalia viwanja vingi ambavyo tunavyovitumia mtaani kwetu ndio vipo vya namna hii, vina nyasi. Kwa hiyo nishazoea kufanya mazoezi katika viwanja hivi, pia vinaniongezea kuwa tafu, kuwa vizuri katika mechi hivyo. Michezo ni fursa katika jamii yetu. Tunaona watu wengi wanafanikiwa katika michezo. Wengi sana unakuta wanatokea chini katika viwanja kama hivi, mpaka wanapanda wanacheza mpaka ligi kuu, watu wengine wanacheza daraja la kwanza. Kipaji lazima kianzie chini kwenda juu. Na kila mtu ana kipaji. Sema sasa tuna namna tofauti tofauti. Yaani kwenye michezo kama hivi, mpira wa miguu lazima uanzie chini uende juu. Na mechi kama hizi za mchangani, za ndani sana hizi, ndio kuna vipaji vikubwa sana. Hata mwenyewe ukiangalia hapa, lazima utaona kuna mmoja, wawili, watatu wana uwezo tu mkubwa, wanaweza wakatoka. Issue ni mazingira. Hata hivyo, michezo inatajwa kama nyenzo muhimu ya kuepusha vijana na tabia hatarishi, huku ikidumisha umoja na mshikamano. Inawasaidia, tunaona hapa imewakusanya wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo akitoka hapa amechoka, na kama amechoka akitoka hapa anaenda kupumzika nyumbani. Kwa hiyo hata kujihusisha na vitendo vinavyoleta shida katika jamii, michezo inawasaidia. Michezo inasaidia sana kutuepusha vijana katika maisha au mazingira hatarishi, kwa sababu muda kama huu vijana wako hapa wanashiriki michezo. Kutoka hapa uwanja wa shule ya msingi Mlimwa A jijini Dodoma, jina langu ni Leonard Mwacha, Channel 10.
Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma. Kwingineko, timu ya taifa ya Zukane imeingia kambini rasmi tarehe 12 Disemba mwaka huu 2025 katika kituo cha utamaduni cha ubalozi wa Iran kilichopo jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kushiriki mashindano ya dunia ya Zukane. Na kambi hiyo inaendeshwa chini ya kocha mkuu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ndugu Saidar Mustafa Mousaf, ambaye anasimamia mazoezi ya kiufundi, mbinu na maandalizi ya kimwili kwa wachezaji. Na kwa mujibu wa ratiba, timu inatarajiwa kuondoka tarehe 19 Disemba mwaka huu kuelekea New Delhi, India, ambako mashindano ya dunia ya Zukane yanatarajiwa kuanza tarehe 20 Disemba mwaka huu 2025. Na uongozi wa Baraza la Michezo la Taifa BMT umesema kuwa mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wenye mafanikio, ambapo kwa kiasi kikubwa malengo waliojiwekea yametimia, ikiwemo kupeleka timu nyingi kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa. Haya yameelezwa na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita, ambapo amesema wanajivunia kwa kuwa ni mwaka ambao Tanzania imefanikiwa kupata medali ya dhahabu kwenye mchezo wa riadha kupitia mashindano ya dunia. Na katika hatua nyingine, Msita ametumia nafasi hiyo kuwashukuru wadau wote kwa ushirikiano sambamba na kutambua mchango wa baraza katika kukuza michezo nchini. Ni mwaka ambao sisi mwaka huu tumepata medali ya dhahabu ya mchezo wa riadha wa dunia, lakini tuna timu yetu ya vijana ya chini ya miaka 17 juzi wamepata ubingwa wa Sekafa. Chini ya vijana wa shule za sekondari, mashindano yale ya wanafunzi ya Gift, wamekuwa mabingwa watoto wa kike kutoka kule Uganda. Tuna timu yetu ya ngumi ilikwenda Uganda ilikwenda Nairobi kwa ajili ya mashindano ya ngumi, ikafanya vizuri sana. Timu ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu amputee walikwenda mashindano ya Sekafa ya kanda yao, wakawa wa pili. Kwa hiyo naweza nikautafsiri kama ni mwaka ambao umekuwa wa mafanikio makubwa sana kwetu. Na natoa wito na rai yangu kwa wenzangu ambao tunafanya kazi pamoja, ambao ni vyama vya michezo, basi kuanzia Januari inapoanza ile mipango ambayo tulishaiweka, kwanza waanze kusubmit kalenda zao mapema. Unajua huko nyuma watu walikuwa wanaamini Baraza la Michezo ya Taifa ni kama mahakama fulani, kazi yake ni kuhukumu na kusuluhisha migogoro tu, lakini sisi tumetaka kubadilisha mentality za watu, tufocus zaidi kwenye maendeleo ya michezo, na wale ambao wanafika mahali wanaleta tuzo, ina maana wameielewa falsafa na wanaiishi, na ndio maana wameona mambo yanaenda vizuri mpaka kiasi cha kwamba wanaamua kuleta tuzo. Kwa hiyo niendelee kutuma ujumbe wangu kwa watu kwamba lengo letu ni kusaidia Watanzania. Na chama cha soka wilaya ya Ilala IDFA kimeeleza kufanikisha mipango na mikakati yao kwa kiasi kikubwa, ikiwemo kuratibu jumla ya kozi 14 za makocha katika madaraja tofauti. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa chama cha soka wilaya ya Ilala IDFA Kondo Musa Dako Kondo wakati wa darasa la kozi la diplomasi ya CAF chama hicho kwa kushirikiana na shirikisho la soka nchini TFF. Na kwa upande wake mkufunzi wa kozi hiyo Daktari Sheki Mngazija amezungumzia faida zitokanazo na vyama vya soka ngazi ya wilaya na mikoa kuratibu kozi hizo. Grassroots tumeshafanya kozi 5 na Jumamosi tarehe 20 tunaenda kumalizia kozi ya 6 kama malengo yanavyotaka. Na CAF Diploma D tumeshafanya kozi 5 na tarehe 27 tunaenda kumalizia kozi ya 6, kwa maana tunaweza tukatimiza kozi zile jumla 14 ambazo tumezipanga katika mwaka huu mzima ambao tumefanya ya mafunzo. Uzuri wake ni kwamba inarahisisha kwanza kupata walimu wengi kwa ajili ya kufundisha watoto wetu, na unavyozidi kupata walimu wengi na ndio unazidi kupata wachezaji wengi. Uitiko upo, lakini nadhani kikubwa zaidi ni hamasa iendelee kutolewa au elimu juu ya elimu ya coaching, kwamba elimu inatakiwa ifike kwa jamii, tuonekane, wanawake waonekane kwamba na wao nafasi zao zipo, wanaweza kuwa walimu bora na kufanya mabadiliko katika football. Mpira ni taaluma. Mpira ni sehemu ya kujipatia ajira. Mpira ni sehemu ambayo kila
mshiriki wa kozi hii au kila mwalimu anategemea maisha yake yaendelee katika mpira. That's why tunavyokuwa tuna combine kwa pamoja tunasema football is a life, football is more than a game. Hiyo inaweka utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Katika medani za kimataifa upande wa soka, kiungo wa timu ya Brentford ya huko nchini Uingereza Jordan Henderson ameweka wazi sababu iliyomfanya kushangilia bao lake kwa mtindo unaofanana na ule wa mshambuliaji Diogo Jota, akisema ilikuwa ni ishara ya heshima na mshikamano kwa mchezaji huyo. Katika mchezo wa weekend iliyopita dhidi ya Leeds United, mchezaji Henderson alieleza kuwa Jota ni mmoja wa wachezaji aliye na ushawishi mkubwa ndani ya kikosi, si tu kwa mabao yake bali pia kwa mchango wake wa kimbinu na morali. Nanukuu, ilikuwa ni namna ya kutambua na kumuunga mkono. Wakati mwingine tunasherehekea kama timu na huu ulikuwa ujumbe wa umoja, alisema mchezaji Henderson. Kwa upande wa mashabiki, shangwe hiyo ilipokelewa kwa furaha, wengi wakitafsiri kama dalili ya hali nzuri ya hewa kambini na uelewano mzuri kati ya wachezaji. Mchezaji Henderson alihitimisha kwa kusema kuwa lengo kuu ni kuendelea kushinda kama timu bila kujali nani anafunga au jinsi anavyoshangilia. Na kunako mchezo wa mbio za pikipiki, mashindano ya mbio za pikipiki za Australia MotoGP yako hatarini kutofanyika kama ilivyopangwa kutokana na hali mbaya ya hewa inayoendelea kulikumba eneo la Phillip Island huko nchini Australia. Taarifa kutoka kwa waandaaji wa mashindano zinaeleza kuwa upepo mkali, baridi kali na mabadiliko ya ghafla ya hali ya hewa ni sababu kuu zinazoibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa waendeshaji, timu pamoja na waangalizi wa mbio. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya MotoGP, baadhi ya timu na waendeshaji wameonyesha wasiwasi wao, wakisisitiza kuwa usalama lazima uwe kipaumbele kabla ya kuruhusiwa kwa mbio kuendelea. Hali hii imewalazimu waandaaji kuanza upya tathmini ya ratiba na mazingira ya mashindano, kwa kubadilisha ratiba ya mbio, kupunguza umbali wa mashindano au kufuta kabisa Australia Grand Prix iwapo mazingira hayatakuwa salama. Waandaaji wamesisitiza kuwa kipaumbele chao kikuu ni kulinda maisha na usalama wa waendeshaji, huku wakiahidi kutoa taarifa rasmi pindi tu uamuzi wa mwisho utakapofanyika. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Namna hiyo Witness Ngalawa, Winga Teleza, ndivyo ambavyo umetamatika kutujuza yale yaliyojiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na kufikia hapo tuna la ziada kwa upande wa habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwa mwenzangu kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima.